Dokta, mimi nimeshindwa. Kwa sababu mtu mwenye hataki hata kunigusa. Sasa nilikuwa nawaza siku zangu hata zisije zikapita. Nilikuwa naomba mimi nawe tushiriki tendo ili mimi niweze kupata ujauzito. Na kwa sababu hatojua, mimi nitabambikizia tu. Haya basi sawa dokta. Mimi nimekuelewa. Nitalifanyia kazi. Haya. Karibu. Abdul. Vipi? Mbona uniangalia kama hivi? Abdul. Unajua unanitisha. Shida nini? Mchuchu. Kwa hiyo kumbe siku zote unanisumbua, nashindwa kulala vizuri. Ninaacha shughuli zangu, ninakupeleka kliniki. Ninatoa hela zangu, ninahudumia mimba. Kumbe hauna mimba, unanidanganya. Nimekudanganya? Nimekudanganya vipi sasa? Kwani tulikuwa tunaenda wote kliniki? Na ulisikia kwa masikio yako daktari akisema kuwa mimi nina mimba. Sasa unasemaje kuwa mimi nakudanganya? Mchuchu, nimesikia kila kitu ulichokuwa unaongea na daktari. Na ulivyokuwa mwanamke mpumbavu usiojiheshimu. Eti unamshawishi daktari ukalale naye ili akupatie ujauzito na uje kunibambikia mimi. Mchuchu, hivyo unajielewa kweli? Hivyo ni mwanamke wa aina gani? Mbona una huruma wala utu wewe? Kiukweli, kila nikijitafakari na kila nikijiuliza ilikuwaje mpaka nikawa na mahusiano na wewe, nashindwa kupata jibu. Na nahisi sio bure. Kuna kitu utakuwa likifanya, sio akili zangu. Kwa sababu mimi nikiwa na akili zangu timamu, siwezi nikawa na mwanamke mwenye tabia kama za kwako Mchuchu. Anyway, hata hivyo mambo sio mengi. Naomba uchukue kila kilichokuwa cha kwako na utoke kwenye nyumba yangu sasa hivi. Na sitaki kukuona tena. Abdul, lakini ungenisikiza kwanza mimi nikueleweshe. Unieleweshe? Unieleweshe nini Mchuchu? Na kila kitu nimesikia kwa masikio yangu. Halafu nataka unieleweshe. Unieleweshe nini? Ili iweje? Kwa misingi ipi Mchuchu? Mchuchu, hebu usinivuruge. Usinichanganye Mchuchu. Na kwamba chukua kila kilicho chako na utoke kwangu sasa hivi mama, ondoka. Abdul, lakini ujue mimi na mimba yako. Kwa hiyo unataka unifukuze mimi nikiwa na kiumbe chako tumboni? Kwa hiyo ina maana Abdul, wewe uisamini damu yako hata kidogo. Kidogo. Mpaka unataka kunitelekeza. Abdul, basi sawa, usinionee huruma mimi. Lakini onea huruma hicho kiumbe chako nilichokibeba hapa tumboni. Hiki kiumbe hakina hatia baba yangu. Nakuomba. Mchuchu, ninaongea kwa mara ya mwisho. Chukua kila kilicho cha kwako na utoke kwenye nyumba yangu sasa hivi. Ujanja mwingi mbele giza, kujifanya yaikumbe visa. Tambua ubaya ni akiba, ukiufanya utalipwa kwa riba. Njia ya mwenzi ukiweka miba,
na yako ipo siku itaziba. Ubaya, jua ubaya. Ubaya, jua ubaya ni akiba. Ubaya, jua ubaya. Ubaya, jua ubaya ni akiba. Wewe binti, nyosha mikono. Nyosha mikono. Kwa hiyo nyie mliiba kibuyu changu mkajamisha nguvu? Hapana, si hatujafanya hivyo. Hamjafanya hivyo? Na mmewezaje kupata nguvu zenu wakati niliwanyang'anya? Halafu kwenye kibuyu changu nimekuta nguvu zangu hazipo, zimepungua. Kwa hiyo mnataka kuniambia zimepotea kwa njia nyingine na sio nyie? Kiukweli si hatuhusiki na wala hatufahamu hizo nguvu zako zimeenda wapi. Na mnaweza mkaniambia hizo nguvu mlizonazo mmezipata wapi? We vipi kwani? Kiukweli ndugu zangu, nyumbani sio kwema kabisa. Yaani muda wote, saa yote, babu yangu anaweza kaniweka juani. Yaani hapa tunavyoongea uwezi amini yani. Babu yangu ashajua nguvu zake zimepotea. Ha? Mbona umetutafutia matatizo sasa? Si ulisema kwenye kile kibuyu pana nguvu nyingi na hawezi kufahamu. Nisameni bure tu. Muda mwingine mimi akili zangu nazijua mwenyewe. Yaani kiukweli mimi nilizani zile nguvu zipo nyingi, kumbe zilikuwepo 7. Na hapa tunavyoongea babu yangu anataka kuwaita awachunguzi nguvu zenu kama zipo. Na kama zipo nitamwambia umepataje kile kibuyu. Kwa hiyo naomba ndugu zangu unistiri, usije ukanitaja. Na akiwauliza na mdanganye nguvu umepewa na mkuu. Tumepewa na mkuu, atatuamini vipi sasa? Yeye hawezi kumuuliza mkuu. Na pia yeye ataamini tu. Na kuhusu hizi nguvu tulizonazo,
ni mkuu ametupatia baada ya kufahamu sisi nguvu zetu zilipotea. Mkuu? Ina maana mmeonana na mkuu siku mbili hizi? Ndiyo, tulienda kumtembelea mkuu na akatuuliza ilikuwaje nguvu zetu zikapotea, lakini hatukumwambia ukweli. Kwa hiyo mkuu ndo akaamua kutupa hizi nguvu. Na hamkumwambia chochote kuhusu mimi? Hapana, hatujaongea naye chochote kuhusu wewe. Bahati yenu. Sasa ole wenu, mumwambie mkuu sehemu ambayo nilipo mimi, kwa sababu mkuu akijua mahali nilipo mimi nitawaua nyie kwanza. Kwa hiyo kwa ajili ya usalama wenu, endeleeni kuifanya hii kuwa siri. Sawa, tumekuelewa na hatuwezi kufanya hivyo, na ndio maana hata tulivyoonana naye hatukumwambia hata kuhusu wewe. Lakini hii aniingia akilini, kama hawa wameongezewa nguvu na mkuu, hizo nguvu zangu zilizopotea zimeenda wapi? Na kwa nini mkuu asiwape nguvu kipindi chote kilichopita, halafu awaongezee nguvu kipindi hiki ambapo nguvu zangu zimepotea? Wala hatujaongezewa hizi nguvu siku mbili hizi, ni kama wiki 3 zimeshapita. Odo, nguvu zangu umezipeleka wapi? Baba, lakini si tushaongea kuhusu hili? Asa mbona unarudisha tena babangu? Baba, mimi ningejua ningeshakwambia babangu, kwa sababu nishajua hiki kitu ni muhimu sana kwako. Na hata ile siku ulivyoanguka na kupoteza fahamu niliogopa sana, na laiti kama ningekuwa najua ningekwambia ile siku. Lakini kiukweli babangu, mimi sifahamu chochote. Vipi babu? Mbona nitazama mimi sasa? Mbona kila kitu mimi cheusi? Au kwa sababu ya hii rangi? Basi nitajipaka mkaa na mimi niwe mweusi. Maana haiwezekani kila kitu inaonekana mimi tu. Yaani nachoka mimi cheusi. Piga magoti. Na? Nimekuambia piga magoti. Nyosha mikono. Sifa ya moyo tamaa, moyo sifa yake kutamani. Tamaa ya moyo inaweza kukuweka matatani. Ile ndoto kitandani, achana nayo. Kama unahisi haiwezekani kuendana nayo, unaweza kuota umejenga angani. Kuhifadhi ndoto ya kazi gani? Tuliza moyo wako, kubali mapungufu yako, chunga tamaa. Kasongo, mbona kuna mtu anafurumusha huko? Ni mimi tu au hata umesikia? Kuna mtu anachandala nini huko? Mbona sikuelewi? Unamaanisha nini? Hii ina maana umekaa hapo jote kinachoendelea? Uko ndani mambo lele huko. Mtu kaambia kusanya kila kitu chake au dukwa huko Mbondole. Yana hapa ninavyoongea na wewe, mtu upo ndani huko anakusanya matambala yake arudi huko kwao. Yaani nacheka utafikiri mazuri vile. Mamjengo. Vipi tena, mbona na mabegi? Wapi? Au naenda kwani kusalimia? Lakini mbona kama upo sawa?
kwema huko ulipotoka? Au ndo maji yashamwagika? Na kama anavyojua maji yakishamwagika hayazoleki, labda uzoe tope. Nacheka kama mazuri hivi. Muda mwingine Mbalamadi nacheka vile hata vichekeshi. Kiko wapi sasa? Wewe ndio unasema mimi nitaondoka utabaki. Mbona tangulia wewe? Au unaenda kuandalia makazi? Wengine sisi vijukuu vya Mtume, usipende kugombana na sisi kwa sababu sisi hatupigani, tunapiganiwa na Mungu. Haya sasa, ulijitamba mimi nitaondoka utabaki. Cheki Mungu akukudhalilisha. Wewe unaondoka mimi nabaki. Kwa hiyo nahisi nimefeli mwenyewe. Sasa usichokijua, mimi ndo master plan. Na kwenye maisha yangu sijawahi kuishiwa na plani. Sasa hii ni plani A, imefeli. Subiri plani B. Na nitahakikisha wote mnaoishi kwenye hii nyumba hamtakuja kuipata amani kwenye maisha yenu. Labda kama sio mimi Mchuchu. Lioneni hili hata atutishia sisi. Hivi unatujua vizuri sisi? Wewe, sisi sio watu wa mchezo. Usitone hivi ukatuchukulia poa. Sisi ni watu wengine kabisa. Tena bado hata ukasongwa na huruma. Ila mimi sio mwema hata kidogo. Kwanza ubinadamu na uzungumzanye mimi sina. Na sidhani hapa kifuani kwangu hakuna moyo. Nadhani kabisa nina kipande cha tofali. Maana sijawahi kuwa na huruma hata kidogo.